Haya bwana. Mami, nataka nisome mpaka nifikie ndoto yangu ya kuwa daktari wa magonjwa ya binadamu. Wow. Nimefurahi sana kusikia hivyo mwanangu. Soma ili uweze kuifikia ndoto yako. Na haya ndiyo matumaini yangu. Pambana ili siku moja tuweze kujikomboa katika hii hali ya umaskini. Mwenyewe tunamuona baba yako. Hatujali, hachangii chochote kwenye elimu yako. Yeye kutwa na wanawake tu. Sasa mwanangu, si unakikumbuka kile kikoba changu nachocheza? Leo tunavunja. Kwa hiyo mwanangu hapa naenda huko kuvunja kikoba. Nikirudi hapa naenda kufanya shopping mjini. Si unajua kesho Jumatatu. Kweli mama? Ndio. Kwa hiyo naomba ufanye usafi hapa nyumbani, ufagie pangae, upige deki, uoshe vyombo, chota maji, fua nguo zako. Mtoto wa shule siku zote anakuwa msafi mwanangu. Sawa mama. Mimi ngoja nimalizie kwanza umweki, kisha nitafanya kazi hizo. Ndio maana nakupenda mwanangu. Madam niko hai, nitapambana katika kazi yangu ya umachinga. Nitahakikisha haukosi kitu chochote kinachohusiana na elimu yako. Mimi mama yako nisisome, na wewe usisome. Ndio maana nakupenda na nitazidi kupenda siku zote. Na upenda pia. Naomba kanichukulie mkoba wangu na viatu vyangu sasa niende. Halafu wewe, kuna mambo wewe. Haya fanya haraka kaniletee mimi. Ai. Jamani, mpango wetu naona sasa unakamilika. Muda si mrefu atapita hii njia. Madam, kwamba hawezi kubadilisha njia? Hawezi kubadilisha na uhakika atapita hapa. Na hata kama akibadilisha lazima tutampata tu. Basi sawa. Ngoja tumsubirie. Yako dada. Sijaziandika. Na kama ni pesa peleka benki. Kwani nimewafanya nini? Mbona mmeniweka mtukati? Hujui ulichokifanya, si ndio? Mdomo wako ndio umekuponza. Yaani wewe mwanamke ni wa kusambaza taarifa kuwa mimi natoka kimapenzi na mume wako. Mimi sijasambaza taarifa hizo. Ila ninyi wenyewe ndio mmekosa adabu. Karibu mji wote wanajua kama mnatoka na mume wangu. Na waombeni muache tabia hiyo mbaya. Hivi kwa nini msijituulize mkapata wame zenu wa halali? Unanijibu mimi kwa jeuri. Hivi unanijua vizuri wewe mwanamke wewe? Sasa una mambo mawili ya kuchagua. Kuchoma sindano ili usione kwa muda wa wiki 2 au tukuue kabisa. Hivi unakisikia kweli unachokiongea wewe? Yaani unichukulie mme na bado unifanye kipofu. Hebu niondolee masuala yenu bwana. Wasemaje? Wewe. Hebu niangalie vizuri. Unafikiri naziogopa hizi nyama mimi? Naziogopa hizo nyama? Sasa chagua moja. Tukuchome sindano au tukuue? Unachoma sindano au tukuue? Wadada, muogope Mungu. Kwa nini unanifanyia hivi mimi? Utaendelea kunibishia au utanijibu?
nauliza. Utaendelea kunibishia au utanijibu? Usinichomeni hiyo dawa. Good. Na hii dawa uliochomwa hautaweza kuona tena my dear. Yaani kuanzia sasa wewe ni kipofu. Na lazima mmeo tu atakutimua urudi kwenu kijijini. Dada unalomba sana. Yaani kunikosea wewe. Alafu unanifanyia unyama kama huu. Nataka uteseke. Nataka uteseke na pia uwe unayasikia yale nitakayokuwa nafanya na mmeo. Na ole wako. Na kuonya uende ukaseme kuwa mimi ndio nimekufanya kuwa kipofu. Na kuwa pia wewe mwanamke, nitakuongezea mateso. Utalia kila siku. Umefanya vibaya sana kunidanganya. Ni yale uniua kuliko kunifanya kipofu. La la la. Mama yangu kipofu, ndoto zangu zimezimwa. Tamlilia nani maisha yangu? Mama yangu kipofu, ndoto zangu zimezimwa. Tamlilia nani maisha yangu? Ninatamani mama yangu funguriwe macho, uniongoze kwenye njia iliyo bora. Mama yangu kipofu, sioni mbele, sioni nyuma, sina msaada. Dunia imenitenga, nikimbirie kwa nani? Nilizani ningepata mapenzi ya kweli, nikajitoa sadaka kwa ajili yako. Umeniripa maumivu, umeutesa moyo wangu, umeharibu maisha yangu, umenitia upofu, umenitesa, umenitenda, umenijeruhi mimi. Mama yangu kipofu, mama yangu kipofu. Shemeji. Shemeji. Unanijua shemeji? Kwani imekuwaje shemeji? Shemeji, kwani unanijua? Ndio nakufahamu. Shemeji, kuna mdada amenivamia akiwa na wanaume wawili. Wamenichoma sindano kuanzia muda mpaka sasa. Sioni tena. Nini? Ina maana uone? Sioni shemeji. Naomba unishike mkono unipeleke nyumbani. Basi sawa. Ila ikitokea ukawa kipofu, Mungu atakusaidia jinsi gani ya kuishi. Mbona tunao vipofu wengi hapa mtaani na wanaishi? Shemeji, huwezi kuamini. Nilikuwa mzima dakika chache tu, lakini sasa hivi nimekuwa kipofu. Usijali. Mimi nitakusaidia kupeleka nyumbani. Boss. Yule jamaa yetu vipi? Mbona hajatupa mrejesho wote? Hebu ngoja nimpigie simu. Sasa nisubiria hapa nipokee kwanza shilingi. Mjeshi. Naam. Hebu mwache wewe mwanamke, njoo hapa tulipopanga kukutana mwanzoni. Basi sawa, nakuja sasa hivi. Faster. Haya. Haya.
Pita huko. Chef, twende. Umemaliza? AJ, mamako amepata tatizo njiani. Hivi muongoze umfikishe salama. Umemfanyaje mama yangu? Nimemfanyaje? Bado nishukuru kwa kumuokoa? Hapana. Mama ametoka nyumbani akiwa mzima. Wewe unahusika. Mama, umekuaje? Mwanangu, mimi sasa hivi ni kipofu, usioni. Mama, aliyekufanyia hivi ni huyu baba, si ndio? Walionifanyia hivi na wafahamu. Pole sana mama yangu. Ipo siku moja nitapambana kwa mabaya yote uliofanyiwa. Sitaacha salama kabisa. Sawa mwanangu. Shem, naomba umpatie huo mkoba mwanangu. AJ, naomba uchukue mkoba twende nyumbani. Sawa mama. Shem, samani. Mkoba nimeusahau pale dukani tuliponunua vocha. Naomba nikufuatie. Alo. Mjeshi, unatakiwa kuwafuatilia bodaboda kama mwasilishe vilisima. Hasa huyu Hashim. Na ukiona haeleweki naomba umnyang'anye pikipiki. Sawa bosi. Shem, kama ulivyosikia, bosi anataka nifuatilie marejesho ya hela kwa bodaboda. AJ, njoo twende wote nikupe mkubwa wa mama yako umletee. Shem, dakika 3 tu zinatosha. Atakuwa amerudi. Weka hapo chini umsubirie. Sawa, naomba msichelewe kurudi. Mkoba huo ni wa muhimu sana. Sawa, twende.
AJ, naona muda ushaniacha. Unaje tukipiga zoezi la kukimbia? Sawa, tukimbie. Twende. Makofi sasa hivi. AJ, hapa tupo wawili na nataka uwe na mimi kimapenzi. Au nabisha? Hapana, mimi bado mdogo sana. Siwezi kuwa na wewe kimapenzi. Utaniharibia usichana wangu. Inaonekana umesahau jina la Mjeshi, si ndio? Usiniogope. Mbona wasichana wengi wenye umri wako wanafanya na wagugopi? Na ni mambo ya kawaida kwenye dunia ya leo. Shika. Hii ni yako. Tumia upendavyo. Hapana. Siwezi kufanya upumbavu. Unipatie tu mkoba mama yangu.